mesianiaga Nerire atomoke Maikale Jerusalemu Meterera hinya mwero Hinya mwero Hinya mwero Yenyoro yonage sabyo Hinya mwero Hinya mwero Hinya mwero Yenyoro yonage sabyo Hinya mwero. Karibuni tena katika EPC Inspiration Team, timu ambayo Bwana ametusaidia kufumbua mambo ambayo yanayoendelea na atakayokuja katika nyakati za mwisho. Nataka niseme kuhusu tarehe hii ya tarehe 14 mwezi wa Abibu, ambao ni mwezi wa kwanza katika mwaka mpya wa Biblia, ambao tarehe hiyo 14 ni wakati wa Pasaka. Na wakati huo ndio sasa watu huenda katika Idi ya Pasaka siku zote katika mwaka mpya ambao tuko. Ilikuwa ni tarehe hiyo 14 ambayo imepita Sabato ambayo tumeipita. Basi katika wakati huo kuamkia siku hiyo niliona jambo, nikaona kwamba nilikuwa kanisani. Na nilipokuwa pale kanisani nikaona watu wote wameingia, wamekuja kuila ile Pasaka ama meza ya Bwana. Basi walipokuja waliinamishwa vichwa vyao wakaweka chini, kumbe walikuwa nalala. Nami nikawaambia, amkeni, mnalala. Si wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka. Lakini hao hawakuamka, bado walilala. Sasa na mimi nikaona kwamba si vizuri hao watu wakae hivyo katika Idi ya Pasaka kwa sababu wamelala. Na mimi nikawaambia tena mara pili, amkeni, mnalala. Hawakusikia, bado walikuwa nalala. Yani wanalala kama wanainama vichwa chini hivi, wakiinamisha vichwa hivi. Alafu nikiwaambia wanakaa kama wanataka kuniangalia hivi, alafu wanarudi wanalala. Wanataka kuniangalia, alafu wanarudi wanalala. Nikamwambia amkeni, mnalala, mko usingizi. Sasa hawakuamka, bado walizidi kulala. Sasa baadaye nikaona sasa bado niko ile kanisani, nikaona walipoamka kila mtu alikaa zubaa. Yani watu ambao wamekaa zubaa ni kama watu ambao hawajui kama wako wa Pasaka, hawajui kama wako katika Idi, hawa walikaa zubaa. Sasa walikuwa wakikaa wamekaa hivi. Hivi. Wamekaa hivi. Sasa kila mtu alikaa hivi. Hawa wanakaa hivi, wanaangalia hivi, wanakaa hivi. Yani nilikuwa naona wanapindua macho kama kinyonga, wanakaa hivi. Sasa nikamwambia, kwani mlikuja kufanya nini hapa? Sasa nilipowauliza namna hiyo, hakuna mtu alinijibu. Nikaangalia upande wa wazee pale wanakaa mbele, nikaona hakuna wazee. Nikaangalia tena upande wa washiriki, wamejaa, lakini wote walikaa hivi, hakuna mtu anaongea. Sasa hiyo jambo likaishia pale, na mimi nikastuka sana kwa sababu jambo hilo niliona si nzuri hata kidogo katika Idi ya Pasaka ambayo huwa inaandaliwa. Na nikataka kusoma katika Warumi 13 na mstari wa 11. Nao inasema hivi, nitasoma pale 13 na mstari wa 11. Inasema, naam, tukijua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza. Usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kwa hivyo kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yahshua Masihi, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Kwa hivyo kwa sababu ya watu walikubali kukaa kama vile dunia inakaa, sasa wakienda kule mambo ya kiroho yamedidimia. Wanakaa kama wako katika usiku. Na usiku huo basi unawajia kiasi kwamba hawajijui na hawajielewi. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 17, nitasoma pale, nasema 5 Wakorintho wa kwanza, wa pili 5:17 inasema hivi. Wa pili 5:17 nitasoma. Inasema hivi:
Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Masihi amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu akiwa ndani ya Masihi ni mtu mpya, ya kale yamepita. Ukisoma Warumi 6 mstari wa 1 hadi 4 inasema mtu anapobatizwa katika Masihi anakufa pamoja naye na pia kufufuka pamoja naye, anakuwa mtu mpya. Kwa hivyo sio mtu wa kulala usingizi, sio mtu wa kukaa kama hakeshi. Kwa hivyo watu wanakula Idi ama wanakula Pasaka kama wako katika usingizi, kwa sababu ya kujawa na mambo ya giza totoro katika akili zao. Uwezo wa roho umewatoka, hata wajijui mahali wanakoenda. Na Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7 na 8 inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7 na 8. Nitasoma pale, inasema hivi. 7, basi jisafisheni, mkatoa ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Masihi. Basi na tufanye karamu, si kwa chakula cha kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa asiochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Kwa hivyo tunaona kwamba mtu anapokula ile Pasaka, anapokula ule mwili wa Masihi na kunywa damu yake, anakunywa kwa sababu hana chachu, hana kufura, hana ugomvi, hana wivu. Watu wengine wanaenda kukula na huko wamewacha kama wamesengenya wengine, wamegombana na wengine hata wakiwa wamewacha kama wamefarakana, alafu wanaenda huko wanakula hiyo Idi ambayo wanasema ni meza ya Bwana. Hiyo haitawasaidia, hiyo itakuwa ni ya kuangamiza. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 na mstari wake wa 27 na 30 nasema 27 na 30, basi kila aulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Kwa hivyo tunaona kwamba mtu akikula isivyo stahili, ana ugomvi, ana wivu, ana chuki, amewacha ametukana wengine na amesengenya wengine, hata naona wengine hawafai, yeye ndiye anafaa sana, na huko ametukana na amesengenya, na ako na uovu ndani yake. Kwa sababu hayo ndio mtia mtu. Masihi anasema kwamba kile kimtokacho mtu ndani yake, kile kinachomtoka ndicho kinamtia unajisi. Kwa hivyo mtu anaenda kukula mwili kama amenajisika, aliwacha kama ametukana wengine, anasema wengine hawafai, yeye ndio anafaa. Na anasema kwamba hata wengine wastahili kuwa katika hiyo ili, na yeye mwenyewe ndiye ametukana na ametusi na amefanya mambo ya magombano. Alafu anaenda kukula, anasema ati mimi Bwana atanisamehe. Hakuna kusamehewa, utasamehewa. Hujui kupambanua mwili wa Masihi vile ulivyo. Masihi ni msafi, ni mtakatifu, hana hila wala mawaa. Kwa hivyo mwisho wake itakuwa ni kujiangamiza mwenyewe bila kujua. Waebrania 10 mstari wa 28 nitasoma pale, kuna kitu inasema. Waebrania 10 na mstari wa 28, mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi 2 ama 3. Mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Elohim na kuihesabia damu ya agano iliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Kwa hivyo tunaona mtu aliyeidharau sheria ya Musa alikufa kwa mashahidi 2 ama 3. Je, mwaonaje mtu anayedharau damu ya Masihi na kumkanyagia mwana wa Elohim Yahshua Masihi kwa kukula mwili isivyompasa na kunajisika, alafu amewacha ametukana wengine, amechukua namba na sanamu ya mnyama, alafu anasema anaenda kula mwili wa Masihi? Huyo mtu anakanyaga damu ya mwana wa Elohim na kuikosea dhamana. Mwisho wake ataanguka. Ndio maana watu wanapewa usingizi, watu wanazubaa, watu wanakaa kama wamelala. Ukijaribu kuambia waamuke hawawezi, kwa sababu wana usingizi wa kiroho. Wakijiona kwamba hawa wanaenda katika uzima wa milele, watajikuta wako nje. Na mwisho wao wengi, hata wengine wao watalala, hata wengine watazikwa tu,
hata wengine wataanguka tu, kwa sababu walikataa kusikia maonyo, walikataa kuelewa na vile Baba alivyokuwa nasema. Pasaka wetu amekusa kuchinjwa na Masihi mwenyewe ameshajitoa, lakini watu wanashindwa kupambanua na mwili. Masihi hana ugomvi, hana wivu, hana chuki, hana masengenyo, hana hila. Yeye ni mtakatifu, na ndivyo alitufundisha, na akaambia mitume, mpendane ninyi kwa ninyi. Mtu yeyote asiyempenda mwenzake hata ingia katika uzima. Mtu anachukia ndugu yake ama dada yake hata ingia katika uzima. Hata mtu akikaa, unaweza kuona mtu amekaa nasema mimi nastahili sana, huyo hafai, mimi nastahili sana. Wewe mwenyewe ndio unajihukumu. Lakini Baba anasema tuile Pasaka na tule kule karamu ya Bwana pasipokuwa na chachu ya kale, ndio uovu na ubaya na chuki na magombano na masengenyo. Sijui mtu alipobatizwa, alibatizwa afanyiwe nini? Alibatizwa ili awe kiumbe kipya, lakini amerudi tu katika ile hali yake ya zamani ya chuki, alafu anaenda anapanua mdomo tu anaenda kukula mwili wa Masihi. Mwisho wake ataangamia tu, kwa sababu hajui kupambanua. Anakuwa na hila na sengenya, anaenda anapanua mdomo atanapea mwili wa Masihi. Anaenda anatukana watu, akitukana wengine anaenda anapanua mdomo na kula mwili wa Masihi. Huyo mtu atapotea na mwisho wake ni kuangamia, na hakuna pale anaenda. Ukisema unaenda Zayuni ama unaenda sijui mbinguni kama wengine ama unaenda ahera, lakini wewe unatukanana, mwisho wako ni jehanamu ya moto. Ndio maana tumeambiwa tufumbue hayo siri kwamba wakati wa mwisho ni wakati wa kufumbua mambo yaliyoko. Wewe kama ulikula pasipo isivyo stahili, ole wako. Kama ulipokea namba ya mnyama na sanamu yake na unakula mwili wa Masihi, ni shauri yako. Bibi siwezi kukubembeleza, nitakwambia wazi. Utaisha na wengine watabaki wakiendelea na huduma ya Masihi, na unasema kwamba unaenda lakini hakuna pale unaenda. Utaimba, utapiga vinanda, sijui utafanya nini, sijui utakuwa mkubwa, wewe ni mzee, sijui ni nani, sijui ni pasta, haitakusaidia. Utaanguka tu na mwisho wake utajilaumu mwenyewe, kwa sababu hukupambanua mwili wa Masihi vile ilivyo. Hii ni siku za mwisho, ni kufumbua mambo yaliyoko. Mwenye atasikia kwamba anataka kutubu, atubu mapema, arudie Masihi, na mwisho wake atapata uzima wa milele. Na akitubu dhambi zake, Bwana atamsamehe. Yeye Bwana anapenda yule mtu ambaye tubu, akijua vile anavyofanya, akijua vile anavyotenda, basi Bwana anamhurumia. Lakini wale wake unaosema hutaki kuambiwa na hutaki kusikia, na manabii wakisema wewe unasema wanasema yao. Unataka tu kusikia wale watu uko nao, na hao watu Bwana amewaachilia wamelala usingizi. Hakuna kitu atakwambia. Kwa hivyo vile waliachiliwa wakalala usingizi, utakaa nao, na wakienda kukwambia kitu itakuwa ni rongo, kama yule mtu anaitwa Hanania wakati wa siku za Yeremia, kwa sababu alitabiri mambo ya uongo na kafa. Kwa hivyo ni nyakati za mwisho, na neno la Bwana EPC bado tunaendelea kufumbua mambo ambayo ni asiri, ambayo amefichika. Kwa hivyo tubuni mkarejee na mule mwili wa Masihi inavyostahili, si kukula kama mko na chachu na uovu na ubaya. Inyamwelo, tutamtukuza Masihi, ndio tupa nguvu mpya.